sistahili kuwepo hapa. Siamini kabisa. Mnajua mimi ni nani? Make your shut up wa maudeo. Hakikisha unafunga huo mdomo. Ado malipo ujinga wako. Mnajua mimi ni nani? Nitoeni humu. Hayo ni majibizano baina ya huyo mdada na polisi. Panavyoonekana ni sero ya wafungwa. Filamu inaitwa Last Hope. Ninayekutafsiria naitwa Clever. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili wa kwanza kupata filamu mpya nitakazokuletea. Kumbe binti alikuwa kwenye njozi bana. Ndo anashtuliwa na shosti yake. Binti anaitwa Adele. Amekuwa akiota hizo njozi za ajabu mara kwa mara. Lakini pia ni mfanyabiashara maarufu wa bidhaa za mafuta ya kupaka hapo Nigeria. Huyu rafiki wa Adele, yeye anaamini kwenye maombi. Yaani anapenda sana kufanya ibada. Sasa wakiwa anakunywa chai, anajaribu kumshauri rafiki yake kuwa kwa hizo njozi zinazomtokea usiku, itabidi aanze kufanya ibada. Lakini anamjibu, hizo njozi ninazozipata ni kwa sababu ya mchoko wa kazini kwangu. Kivipi iwe mchoko wa kazi zako? Mimi nakwambia ukweli, anza kusali. Hata usemeje, mimi lazima nikusihi kuhusu kusali. Katika jina la Yesu, amen. Hapa yupo live kwenye mtandao wa TikTok akitangaza bidhaa zake za mafuta ya kupaka. Kabonyeze linki kwenye bio yangu, alafu unifollow kwa ajili ya taarifa zaidi. Nawapenda sana. Bye. Mpenzi wake anakuja na kuanza kumkisi. Huyu jamaa anaitwa Eric. Ni mme wa mtu, lakini huyu ni mchepuko wake. Yaani anapomwaga mke wake kuwa anaenda kazini, huwa anakuja huku kwa mchepuko. Michepuko wanavyojua kujali sasa. Uendelea kumjeuria mumeo, ndo analiwa na mchepuko huko. Natania bana. Huyu jamaa ni pastor, yani maana yake ni mchungaji wa kanisa. Wanamuita Pastor Donald. Na rafiki wa Adele amekuja kumletea pastor zawadi kwa sababu kuna changamoto alikuwa anapitia, lakini kwa maombi ya Pastor Donald matatizo hayo yamekwisha. Lakini pia nimekuja kukualika tupate chakula cha mchana cha pamoja kama hutojali. Lakini pastor kama vile alitaka kukataa huo mwaliko, lakini kwa kuwa yeye ni mtumishi na ni mtu wa watu, ikabidi akubali tu. Baada ya hapo akamshika mkono ili kuanza kuomba. Walipomaliza maombi tu, mlango kagongwa na kaingia Adele. Adele alikuwa nje akimsubiri rafiki yake. Alipoona kuwa anachelewa kutoka, ndo akaona mfate, ikabidi amtambulishe tu. Pastor Donald, huyu ni rafiki yangu, anaitwa Adele. Adele, huyu ni mchungaji wetu, anaitwa Donald. Wakapeana mikono, ubarikiwe, wakaondoka. Lakini wanavyoondoka, Adele kama vile kuna kitu, alipofika nyumbani akaanza kujisemea, sijawahi ona mwanaume handsome kama yule, eti ni mchungaji. Anavyoonekana ni kama vile ameshaanza kumpenda Pastor Donald. Huko nako Pastor Donald akiwa anaendelea kusoma Biblia, akaanza kuhisi kama vile Adele anamjia kihisia na kuanza kumpapasa. Siku iliyofuata Pastor Donald aliitikia wito wa mwaliko wa chakula cha mchana kwa kina Adele. Wakati wanaendelea kula, rafiki wa Adele kwa bahati mbaya akapaliwa na chakula. Pastor na Adele wakajikuta wote wanashika jagi la maji kwa pamoja. Pastor ikabidi aachie jagi, lakini hilo tukio kuna kama vile muunganiko fulani wa kihisia umeanza kutengenezwa baina yao, yani Pastor na Adele. Kuna kaibu fulani hivi lazima katokee, wakaanza kuoneana aibu. Usiku ulipofika, Pastor Donald akiwa nyumbani kwake akaanza kutokewa kihisia na Adele, lakini anamtokea kwa njia hasi. Yani anahisi kuwa Adele ni Eva au wengine wanamuita Maria, kuwa anamshawishi kula tunda ambalo Adam alikatazwa asilile. Alianza kuogopa na kufanya maombi ya kutosha ili asimwaze Adele kabisa. Lakini licha ya maombi yote, Adele anazidi kumtokea na kuendelea kumshawishi pastor aingie kutenda dhambi. Wanasema hao ni mawazo ya kiroho, yanamjia tu. Basi nikwambie, Pastor Donald usiku huo alikesha akiwa anafanya maombi tu. Ukija kiuhalisia, Adele anaonekana kuvutiwa zaidi na Pastor Donald, na ndio maana muda wote yuko anaangalia picha za Pastor Donald tu. Huyu rafiki wa Adele amepata safari ya kikazi, kwa hiyo anasafiri kwa siku kadhaa na kumwacha Adele peke yake. Ndo anaagana hapa. Alipoondoka tu, Eric ambaye ni mchepuko wa Adele akawa amekuja, lakini Adele anamwambia, mimi siwezi kuwa na wewe kwa sababu wewe ni mume wa mtu, na kuamua kumfukuza. Siku iliyofuata Adele akaamua kwenda kumtegea mtego Pastor Donald, yaani anamsubiri njiani kwa hamu. Alipomwona anakuja, akajitengeneza nywele vizuri, kisha akatoka ndani ya gari na kufungua sehemu ya mbele ya gari akijifanya kuwa anahitaji msaada, eti gari yake imeharibika. Adele, oh pastor, unafanya nini hapa? Nilikuwa naendesha, lakini ghafla gari yangu ikazima tu, ndo nimejaribu kuangalia tatizo, lakini mimi sioni shida yoyote. Hebu nishikie koti na Biblia nijaribu kama nitaweza. Sawa, usijali. Pastor akachokonoa pale, akaenda kushtua kidogo, gari ikawaka. Eti anajifanya kushangaa. Pastor, umewezaje kufanya hivi? Yaani huwezi amini, limenisumbua sana ili gari, lakini umefanikiwa kuliwasha. Baada ya hapo, Adele akamwomba pastor wakutane kwa ajili ya kula chakula cha pamoja.
Pasta alikubali na hapa ndo anaendelea kula msosi. Lakini kumbuka, Adele anafanya haya yote kwa Pasta kwa sababu ameshampenda. Walipomaliza kula wakaondoka. Usiku Pasta akiwa amelala akawa anasumbuliwa na njozi mbaya. Akastuka kutoka usingizini. Ghafla simu yake ikawa inaita. Adele ndo amempigia. Akapokea. Yes, hello. Tafadhali Pasta, njoo nyumbani, nipo kwenye matatizo. Alafu simu ikakatwa. Hello, Adele. Pasta akaamua aende kwa kina Adele. Alipofika tu, Adele akaenda kumkumbatia huku akiwa analia. Akaanza kumwelezea Pasta kuwa kuna njozi mbaya huwa zinamtokea usiku. Kwa hiyo amemwita ili amwombee, maana anasema usiku huo njozi mbaya zilizidi. Pasta akakubali kumwombea. Wakapiga magoti na kuanza ibada. Hapo Adele akamkisi Pasta mdomoni. Jesus, umefanya nini? Nani kakuruhusu ufanye hivyo? Acha kufoka bana. Kaa mbali na mimi. Mwili wangu umezungukwa na damu ya Yesu. Kwa hiyo usithubutu tena kuniletea huo ujinga wako. Adele ndo anaelewa sasa. Pasta akaondoka. Binti wala hata hawazi chochote, ndo kashapenda hivyo. Hapo akaenda kubadili nguo chap na kuvaa nguo za mitego. Akaanza kujipiga picha za kuonyesha sehemu baadhi ya mwili wake. Alafu akamtumia Pasta Donald. Pasta akiwa kwenye gari, ujumbe ndio unaingia kwenye simu. Kutoa simu mfukoni, anagundua kuwa mfukoni kwake kulikuwa kuna nguo ya ndani, tena ya kike. Kumbe wakati Adele anamsogelea Pasta, ndo alipopata nafasi ya kumwekea hiyo nguo ya ndani. Kuingia WhatsApp, anaona Adele kamtumia picha za mtego. Yaani mwanamke akishaamua jambo lake ni ngumu kumkwepa ise. Tuone Pasta kama atajikwamua kwenye huu mtego, maana ningekuwa mimi tayari ngesha nasa. Siku iliyofuata Adele akamfuata Pasta ofisini kwake. Adele, abe, unafanya nini hapa? Maana sina appointment na mtu yoyote. Sasa wewe kama hutaki kunipigia simu, hutaki kunitumia message, nitakujaje ofisini kwako kwa appointment? Ona mitego anayoifanya, kama vile yuko ofisini kwake, kumbe ni ndani ya ofisi ya mtumishi wa Mungu. Upo ndani ya nyumba ya mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo shuka chini na uondoke nje. Sitoki mpaka uniambie kwa nini nakupigia simu na hautaki kupokea. Akajaribu kumshika. Usinishike, ngoja niwapigie simu walinzi waje kukutoa, ndo utajua nini na maanisha. Unanikataa? Toka ofisini kwangu. Hakuna mwanaume ambaye ameshawahi kunikataa. Sasa kwa kuwa umenikataa na kuvulia nguo ili tumalizane hapa. Vua tu. Vua uone kama Nigeria yote haitaona huo utupu wako. Adele akaona isiwe kesi, ngoja niondoke tu. Akaondoka kwa aibu kinoma. Kafika nyumbani akiwa na hasira kama zote. Moja kwa moja kuchukua glasi ya pombe na kuanza kunywa. Unanikataa? Yaani unanikataa na pia lazima nikupate. Yule rafiki yake aliyokuwa kasafiri kikazi ndo amerudi na kumkuta Adele yupo katika hiyo hali. Akajaribu kumtuliza mpaka akapoa. Huku nako Pasta yuko anaomba, Mungu nisaidie nitoke kwenye haya majaribu ya huyu binti. Aliomba sana usiku huo mpaka akapitiwa na usingizi. Kwenye njozi akaonyeshwa kuwa yuko anamvisha pete ya uchumba Adele, tena wakiwa na furaha sana. Akashtuka kutoka kwenye hizo njozi. Kama huna imani ya kiroho huwezi muelewa Pasta hapa. Palipokucha, Pasta Donald ikabidi amfuate Adele na kumwambia, nimeoteshwa kuwa natakiwa nikuoe, uko tayari kuwa mke wangu? Kwanza Adele akacheka kwa dharau. Unacheka nini? Hakuna, ila maneno yako yanashangaza. Huku anamshikashika taratibu. Donald akarudi nyuma. Kuwa mwanaume, wewe ni mwanaume sawa, mimi ni mwanaume ndio. Najaribu kukupa thamani na kukuheshimu, hivyo tu. Mimi siko hapa kwa ajili ya matamanio ya ngono. Umesema Mungu ndo amekupa maono eti inastahili kuwa mke wako, si ndio? Adele kumbe hajampenda Pasta Donald kwa ajili ya mahusiano ya kudumu, bali anatamani kufanya naye mapenzi tu, kisha kila mtu afate mambo yake. Kwa hiyo akamwambia Pasta aondoke. Adele kwa sababu ameshindwa kumpata Pasta Donald, akaamua kumpigia simu yule Eric ambaye ni mme wa mtu, aende nyumbani kwake kuenjoy. Oya, kiporo si ndo kinapashwa sasa. Jamaa hakutaka kupoteza muda. Chapchapu akafika na kuanza kufanya mambo yao. Walipomaliza, jamaa anajua kaisha mridhisha Adele. Ghafla Adele anataja jina la Pasta Donald, tena kwa bahati mbaya na kupenda Donald. Kwanza jamaa akashtuka, nini? Donald ndo nani? Yaani niko na wewe hapa afu namtaja Donald? Kwa kuwa ameshajua kuwa tayari ameshamcontrol kihisia huyu jamaa, hapo akabadilisha mada kwa kumwambia kuwa toka nje. Na jamaa hakuguna, akavaa nguo zake kisha kuondoka. Yaani huyu Adele akapita hadi na bwana wa shosti yake. Kwa hiyo wakagombana na kila mtu akafuata mambo yake. Eric aliposikia hilo tukio kuwa Adele ametoka kimapenzi na jamaa mwingine, akaamua kumjia nyumbani kwake na kumtolea kisu. Nilikupenda, lakini kumbe wewe hukunipenda. Hicho kisu cha nini sasa? Jamaa akamvamia Adele na kuanza kumkaba. Sasa binti katika harakati za kujiokoa akajikuta anamchoma jamaa hicho kisu cha tumbo. Kwa bahati nzuri akapata akili za haraka. Hapo akapigia simu gari la wagonjwa lije kwa ajili ya kutoa msaada. Masaa machache baadaye alikuwa yupo kwenye mikono ya sheria. Pasta alikuwa akienda kumuona mara kwa mara kituo cha polisi.
na baadaye kwa kuwa jamaa aliochomwa kisu hakufa na Adel alikuwa kwenye harakati za kujihami, baada ya uchunguzi kufanyika na kuthibitika kuwa hana hatia, aliachiwa baada ya kutoka jela. Adel alibadilika sana na Pastor Donald aliendelea kumliwaza kwa kumpa matumaini mapya. Siku ya leo bana, Adel kakubali kushika Biblia kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu. Rafiki yake alirudi nyumbani na wakaombana msamaha. Kila kitu kikawa sawa. Siku hiyo hiyo, Pastor Donald akapiga goti na kutoa pete, kisha akamwambia Adel, najua nishakuuliza hapo mwanzo, ila naomba nikuulize tena, na kuomba usiseme hapana. Uko tayari kuwa mke wangu? Hapo hapo Adel hakutaka kuchelewa, akanyoosha mkono kwa ajili ya kuvishwa pete na Pastor Donald. Walifurahi sana na sasa wanaendelea kuwa mke na mume. Huu ndo mwisho wa filamu hii. Tukutane kwenye filamu nyingine kali nitakazokuletea. Usisahau kusubscribe, kulike, share na utoe comment. Naitwa Clever na hii ni Clever TV.